Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Sauti ya Karmeli kinacholetwa kwako na shirika la Wakarmeli nchini Tanzania lenye makao yake makuu Kihonda, Morogoro. Tufanye kwa pamoja tafakari ya Dominika ya Utatu Mtakatifu, mwaka A wa Kanisa. Baada ya Pasaka, baada ya kupaa kwa Bwana na baada ya Pentekoste, kanisa leo linaadhimisha fumbo kubwa kabisa la imani ya Kikristo, fumbo la Utatu Mtakatifu. Mungu mmoja katika nafsi tatu: Baba anayependa, Mwana anayeokoa na Roho Mtakatifu anayetakatifuza. Hii ni sherehe kubwa sana, sherehe ya Mungu anayejifunua, sherehe ya Mungu anayependa, sherehe ya Mungu anayeingia katika historia ya mwanadamu. Utatu Mtakatifu sio Mungu watatu, si Mungu mmoja anayebadilisha sura. Kanisa linatufundisha kwamba Mungu ni mmoja katika umungu. Neno linalotumika hapa, neno la kitaalamu, neno uzia. Lakini nafsi ni tatu, yani ni umungu ni mmoja, Mungu ni mmoja katika umungu, uzia, lakini nafsi ni tatu, hypostasis. Nafsi hizo tatu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza tunaona jinsi ambavyo Mungu anajifunua kwa Musa. Ni mojawapo ya sehemu ya muhimu kabisa katika Agano la Kale, baada tu ya dhambi ya kuabudu ndama wa shaba, yule ndama wa dhahabu. Musa alipanda tena mlimani Sinai. Walipokuwa wamejitengenezea kile kindama wakaanza kukiabudu, Musa akapanda tena mlimani Sinai. Na swali kubwa ambalo lilikuwa linatawala ni kwamba, je, Mungu ni nani kweli? Sasa Bwana akashuka katika wingu. Tunasoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 5, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Katika Biblia wingu linaashiria uwepo wa Mungu, na kwenye Kiebrania neno lilotumika ni neno anan. Anan, wingu. Wingu linaficha na wingu pia linafunua kwa wakati mmoja. Mungu anaweza kujulikana kweli, lakini hatuwezi kumaliza kumjua Mungu katika maisha ya hapa. Ndipo maana Mtume Paulo anasema tutakapokwenda ndivyo tutakapomwona vile jinsi alivyo. Sasa Mungu akajifunua. Sasa jina la Bwana, Kutoka 34:6, Bwana akapita mbele yake akatangaza kwamba Bwana Mungu mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na kweli. Turudie tena hii aya. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana Mungu mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na kweli. Hii ni aya ambayo inanukuliwa mara nyingi zaidi katika Agano la Kale. Tuanze kwanza kuyaangalia maneno ya muhimu yaliyotumika katika hii aya kwa Kiswahili na kwa lugha ambayo Biblia Agano la Kale ilikuwa imeandikwa, Kiebrania. Tuanze kwanza na hili neno Bwana. Bwana, Kiebrania Yahwe. Hii ni tetragrammaton, ni jina takatifu sana la Mungu ambalo wenyewe hawathubutu hata kulitamka. Wakati mwingine wakikutana na ili neno Yahwe, watu wengine wamelisema Yehova au kitu gani, wenyewe walikuwa aidha
Unaona, watakachokifanya badala ya kusema Yahwe wanaweza wakasema Adonai, ili kukwepa kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Sasa ni jina takatifu sana, jina takatifu sana, linahusishwa na ile Kutoka sura ya 3 aya ya 14, mimi niko ambaye niko. Sasa amesema Bwana, alafu akasema mwenye rehema. Mwenye rehema katika lugha ya Kiebrania ni rahum. Sasa hili neno rahum linatokana na neno rehem. Sasa rehem ni nini? Rehem ni tumbo la mama. Hapa tunapata taswira ya kushangaza kidogo. Yaani Mungu anapojieleza kwanza, hajielezi kama yeye ni hakimu au askari fulani, sijui polisi au mwanajeshi anayevizia watu wakosee ili aweze kutekeleza adhabu. Hajifunui namna hiyo. Anajifunua kama mama anayebeba mtoto tumboni. Neno rahum, neno rehema nimesema limetokana na neno rahum, na ili neno rahum limetokana na neno rehem, manake ni tumbo la mama. Angalia ufunuo hapo wa kimungu. Mwenye rehema aki anajifunua sio kama hakimu, lakini ni kama mama anayebeba mtoto tumboni. Na anasema kwamba mwenye neema. Ili neno neema kwa Kiebrania limetumika neno hanum. Hanum limetokana na neno hen. Neno hen maana yake ni neema, maana yake ni kibali. Kwa hapa maana tunayoipata kama yeye ni mwenye neema, maana yake Mungu anawapa watu kile wasichostahili. Wewe na mimi tunapewa mambo mengi sana ambayo hatustahili, ikiwemo ni pamoja na hii pumzi ya uhai ambayo tunaendelea kuiringia mpaka leo. Kuna watu sasa hivi wanapigania maisha yao, wapo kitandani. Kuna watu wengine wako ICU. Kuna watu hawajiwezi. Kuna watu leo au sasa hivi ninavyozungumza wanatangulia mbele za haki. Lakini wewe na mimi bado tunapumua, ni kwa sababu Mungu anatupatia kile ambacho wewe na mimi hatustahili. Neno linaendelea kusema kwamba si mwepesi wa hasira. Yaani huyu Bwana aliyejaa rehema na neema si mwepesi wa hasira. Si mwepesi wa hasira. Erek apayim ndio neno lilotumika. Si mwepesi wa hasira, manake yeye ni erek apayim. Maana yake ni kwamba, yani ukijaribu kuangalia erek apayim, neno la Kiebrania, tafsiri sisi tunaweza kusema ni mwenye pua ndefu. Mwenye pua ndefu. Katika Kiebrania hasira inahusishwa na pua, na kuwa na pua ndefu maana yake unakuwa na hasira ya polepole. Kwa hiyo sio mwepesi wa hasira, hasira yake ni ya polepole sana, maana yake anatuvumilia sana. Mungu wetu si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili. Sasa kama yeye ni mwingi wa fadhili, neno fadhili katika lugha ya Kiebrania, neno lilotumika hapo ni hesed. Sasa hesed ni mojawapo ya maneno muhimu zaidi katika Biblia. Hesed sio huruma tu, ni upendo wa agano, ni uaminifu, ni kujitoa. Kwa hiyo Mungu anatupenda kwa maana ya kwamba yuko tayari kuendelea kulishika agano hata kama sisi sio waaminifu. Yaani yeye anaendelea kuwa mwaminifu kwa agano hata kama sisi tumekosa uaminifu. Kwa hiyo ana upendo wa agano, mwaminifu, na yuko tayari kujitoa. Sasa amejaa fadhili, hesed, lakini pia amejaa kweli. Neno la Kiebrania emet, mzizi wake ni neno aman, na ndipo tunapopata neno amina. Angalia hapa, yaani yeye amejaa fadhili, hesed, amejaa pia kweli, emet, ambapo nimesema neno emet inatokana na mzizi wa Kiebrania aman, ambapo hapo tunapata neno amina. Maana yake hapa ni kwamba huyu Mwenyezi Mungu ambaye amejaa emet ana uaminifu usiovunjika. Kwa hiyo ndicho tunachojifunza hapa, uaminifu wake hauvunjiki. Na Musa baada ya kusikia hayo anaabudu. Toka 34:8
Mara Musa akainama hata nchi akasujudu. Huu ndio mwitikio sahihi wa ufunuo wa Mungu. Sio kuanza kuleta mjadala, hapana, ni ibada. Sio kuanza kujadili, lakini ni kuabudu. Katika somo la pili linalotoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya 11 hadi ya 13, tunasikia kuhusu baraka ya Utatu Mtakatifu, na hii aya ndio msingi, ndio nguzo ya salamu ya kiliturujia katika misa. Wakorinto wa pili sura ya 13 aya ya 13, neno linasema hivi: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ni mojawapo ya maandiko ya kwanza kabisa ya Utatu Mtakatifu. Tuanze kuichambua. Neema kwa Kigiriki ni charis. Kwa hiyo neema, charis. Hapa Mtume Paulo anaanza na Yesu, kwa sababu unajua neema inakuja kwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo anaanza na neema, anaanza na Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu kupitia Kristo ndo tunamjua Baba. Ndio maana anasema kwanza neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi. Kwa ameanza kwanza na neema. Sasa upendo, neno lililotumika ni agape. Ni upendo wa kujitoa, sio hisia tu. Wengine wakiwa na hisia unafikiri tayari wamekuwa na upendo. Hapana, huwa tayari kujitoa, sio hisia tu, ni kujitoa kwa ajili ya wengine. Huo ndio upendo ambao anaozungumzia Paulo anaposema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Sasa tumeanza na neema, tukaja na upendo. Ushirika, neno lililotumika ni koinonia, neno la Kigiriki. Maana ya neno koinonia ni ushirika, ni umoja, ni kushiriki katika maisha pamoja. Roho Mtakatifu anatuingiza ndani ya maisha ya Mungu, ndani ya maisha ya Mungu. Kwa hiyo hapa kuna mambo matatu: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tuna neno neema, maana yake Kigiriki charis. Kuna neno upendo, agape, na ushirika, koinonia. Katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 3 aya ya 16 hadi ya 18, hii ndio ni kama moyo wa Injili yote. Yaani Injili yote hii ni kama ndo moyo wake. Sasa Mungu aliupenda ulimwengu, Yohane 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Aliupenda, Kigiriki egapesan, linatokana na neno agapao, upendo wa kujitoa sadaka, ulimwengu. Neno lilotumika hapa la Kigiriki ni cosmos. Katika Injili kadiri ilivyoandikwa na Yohane, wakati mwingine neno cosmos linamaanisha ulimwengu ulioanguka. Kwa hiyo Mungu haupendi ulimwengu kwa sababu ni mkamilifu, hapana. Anaupenda licha ya kuanguka kwake. Maana yani Mungu aliupenda ulimwengu, aliipenda cosmos, akamtoa mwanawe. Neno lilotumika kutoa kwa Kigiriki edoken, edoken wake alitoa. Hapa tunaona kwamba Baba ndio mtoaji, na anatoa kitu gani? Anamtoa mwanawe kama zawadi. Wokovu unaanza katika moyo wa Baba. Baba ndio anayetoa, na kinachotolewa kama zawadi ni mwanawe wa pekee. Alafu sasa neno mwanawe wa pekee, neno wa pekee lililotumika hapo monogenes katika Kigiriki, sio tu kwamba ni kwamba amezaliwa peke yake tu, hapana. Maana yake pia ni mwana wa kipekee kabisa, mwana wa kipekee kabisa. Amemtoa mwanawe wa pekee, ni wa kipekee kabisa, wa kipekee kabisa, ili kila anayemwamini asipotee. Neno asipotee kwenye lugha ya Kigiriki, neno lilotumika ni neno apoletai.
Apoletai ni kuangamia kabisa. Kwa hiyo Mungu hataki mwanadamu aangamie kabisa, maana mwanadamu asipotee, apoletai, bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele, neno la Kigiriki maneno yaliyotumika ni zoe aionios. Zoe aionios, manake uzima wa milele katika Yohane sio jambo la baadaye tu, hapana, unaanza sasa hivi. Zoe aionios, manake unaanza sasa hivi kwa kuishi katika ushirika na Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata Paulo anasema na ushirika wa Roho Mtakatifu. Sasa tuanze kuwa na ushirika na huyu Mwenyezi Mungu. Mungu hakumtuma mwana ili ahukumu ulimwengu, Yohane 3:17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kuokolewa, neno lilotumika ni sozo. Neno la Kigiriki sozo ni kuokoa, ni kuponya, ni kukomboa. Kwa hiyo wokovu kibiblia sio tu tiketi ya kwenda mbinguni peke yake, hapana, ni uponyaji wa mwanadamu mzima, yani holistic healing. Mwanadamu mzima aokolewe, aponywe, akombolewe. Utatu Mtakatifu sasa katika haya masomo haya. Katika somo la kwanza, Baba anajifunua kama mwenye rehema, mwenye neema na mwenye upendo. Katika Injili Baba anamtuma mwana, na katika somo la pili Roho Mtakatifu anatuletea ushirika, Kwa hiyo Mungu ni upendo. Kwa mujibu wa Mtakatifu Agustino wa Hippo, Baba ni mpendaji, mwana ni anayependwa, na Roho ndio upendo unaowaunganisha Baba na Mwana. Nitarudia, kadiri ya Mtakatifu Agustino wa Hippo, Baba ndio anayependa, Mwana ndiye anayependwa, na Roho ndiye upendo unaowaunganisha Baba na Mwana. Wokovu unatoka kwa Utatu Mtakatifu mzima. Baba anapanga wokovu, Mwana anakamilisha wokovu, na Roho Mtakatifu anauweka wokovu ndani yetu. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Utatu Mtakatifu. Ndio maana kama wanadamu tunahitaji upendo, kama wanadamu tunahitaji ushirika, kama wanadamu tunahitaji mahusiano mazuri na watu wengine. Tunahitaji kuwa na mahusiano na watu wengine. Lengo la maisha ya kiroho ni kuishi ndani ya Utatu Mtakatifu. Nafsi katika hali ya neema, nafsi zetu inakuwa ni hekalu la Baba, inakuwa ni makao ya Mwana, inakuwa ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa Dominika hii inatukumbusha kwamba Ukristo ni mwaliko wa kuingia katika maisha ya Mungu mwenyewe. Mungu tunayemwabudu ni Baba mwenye rehema, rahum, ni Mwana aliyekabidhiwa kwa ajili, yani amemtoa kwa ajili yetu sisi, ambaye huyu ni monogenes, ni Roho anayejenga ushirika, ile koinonia tunayoizungumzia. Kwa hiyo swali kubwa la kutafakari, je, ninaishi kweli ndani ya ushirika wa Utatu Mtakatifu, au bado namjua Mungu kama wazo la mbali badala ya Baba anayenipenda, Mwana anayeniokoa, na Roho Mtakatifu anayekaa ndani yangu? Sasa tuchukue hii tafakari, tuingiza katika maisha yetu ya kila siku. Namba moja, sisi wao tuna tabia ya kumuona Mungu kama hakimu mkali peke yake. Hata ukisikiliza baadhi ya wahubiri, kumhubiri Mwenyezi Mungu kama ni hakimu fulani hivi, yani fulani hivi mkatili sana. Wakati Kutoka 34:6 inasema, Bwana Mungu mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na kweli. Wakristo wengi tunaishi kwa hofu ya Mungu kuliko katika upendo wake. Lakini Mungu wa Biblia kwanza anajifunua kama Rahum, mwenye huruma na neema, na Hanum, mwenye
mwenye neema. Rahum, mwenye huruma ya mama. Tulizungumza pale kwamba yani inahusishwa na hiyo mama anayebeba mtoto tumboni. Kwa hiyo huyu baba ni Rahum, mwenye huruma kama ya mama anayembeba mtoto wake tumboni miezi 9. Na Hanum, mwenye neema. Cha kwanza hicho. Pili, sisi tunataka wokovu bila kumwamini Kristo. Wakati Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sisi tunataka uzima wa milele, tunataka wokovu, lakini hatutaki kumwamini Kristo. Wakati mwingine sisi tunategemea mali, tunategemea elimu, tunategemea nafasi tulizonazo, tunategemea uwezo tulionao badala ya kumtegemea Kristo aliye njia ya wokovu. Akasema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Sisi tunakatabia kuishi kana kwamba Mungu yuko mbali sana. Wakati wa Korinto 2, Wakorinto wa 2:13 neno linasema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Utatu Mtakatifu sio fundisho la vitabuni peke yake, ni Mungu anayeishi ndani ya waamini kwa neema, kwa neema tu, kwa neema. Sisi wakati tunakosa ushirika ndani ya kanisa, tunakosa koinonia. Mtume Paulo anasema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi. Yaani tuwe na huu ushirika, tuwe na hii koinonia, ushirika. Kanisa limejaa mgawanyiko, jumuiya zetu zimejaa mgawanyiko, jamii imejaa mgawanyiko, tumejaa na fitna, kuwafitini tu wengine na kuwaharibia. Yaani tuko makundi tu, kitu ambacho sio sahihi. Sisi tumejaa wivu. Tumeona tu mtu amepiga kihatua fulani hivi, hasa unatamani ashuke, unatamani afe kabisa, pate ajali. Wivu. Tuna tabia ya mashindano. Hivi vinapingana na kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anajenga umoja. Sisi pia tuna tabia ya kutaka faida za Mungu bila kuingia katika mahusiano na huyu Mwenyezi Mungu. Yohana 3:17 neno linasema, maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa watu wengi tunamtafuta Mungu kwa sababu ya miujiza. Sio sahihi. Tunamtafuta Mungu kwa sababu tu ya uponyaji. Tunamtafuta Mungu kwa sababu tu ya kutaka mafanikio. Hapana. Hizo sio sababu za msingi za kumtafuta Mungu. Yaani unamtafuta Mungu tu kwa sababu unataka muujiza. Unamtafuta Mungu kwa sababu tu unataka uponyaji. Unamtafuta Mungu kwa sababu unataka tu mafanikio. Hapana. Yaani tunamtafuta Mungu kwa sababu ya muujiza, uponyaji, mafanikio, lakini sio kwa sababu tunatamani kumjua na kumpenda. Lengo kadiri ya katekisimu ya Kanisa Katoliki la uwepo wetu hapa, kwanza kumjua Mungu, na tukimjua lazima tutampenda, na tukimpenda lazima tutamtumikia, na tukimtumikia tutapata kufika kwake mbinguni. Namba 6, sio kama tunaishi maisha fulani hivi ambayo hayaakisi Utatu Mtakatifu. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Ikiwa Mungu ni upendo, Mungu ni ushirika, Mungu ni kujitoa, sasa chuki ambazo tuko nazo, na watu tuna chuki, ubinafsi, kutosamehe, kujitafutia wenyewe kila kitu bila kumhusisha Mungu, vinaharibu sura ya Mungu ndani yetu. Sisi ni sura na mfano wa Mwenyezi Mungu Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26. Lakini pia sisi wakati tuna tabia ya kusahau neema tuliyopokea katika ubatizo. Sababu Mtume Paulo anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Sisi tunasahau hiyo neema tunayopokea kwenye ubatizo. Neno la Mungu linasema Mathayo 28:19, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila Mkristo aliyebatizwa tayari ameingizwa katika maisha ya Utatu Mtakatifu. Lakini mara nyingi tunaishi kana kwamba ubatizo haukubadilisha chochote katika maisha yetu. Hapana, sio sahihi. Sisi tunamkataa Kristo kwa kutoamini. Yohana 3:18 nasema asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Tatizo kubwa sio ukosefu wa ushahidi kuhusu Mungu. Tatizo kubwa ni moyo usiotaka kuamini.
wewe na mimi hatutaki kuamini, si nani hata aliyeturoga. Kuna maswali kadhaa ambayo tunatakiwa kujiuliza tunapoadhimisha Dominika ya Utatu Mtakatifu. Kwanza, je, namuona Mungu zaidi kama hakimu au kama baba mwenye huruma? Hiyo ni moja. Mbili, je, maisha yangu yanaonyesha ushirika wa Utatu Mtakatifu au ni vinginevyo? Tatu, je, ninamwamini Kristo kwa dhati au bado ninategemea nguvu zangu? Nne, je, ninajenga umoja katika familia, jumuiya na kanisa, ile koinonia? Je, ninaishi neema ya ubatizo wangu kila siku? Ubatizo unatuletea neema ya utakaso. Je, ninaishi katika hiyo hali ya neema kila siku au imekuwa ni vinginevyo? Kwa Dominika ya Utatu Mtakatifu yani sio kwamba inatualika kuelewa siri zote za Mungu, kwa sababu akili ya mwanadamu haiwezi kumaliza ukuu wa Mungu. Badala yake inatualika kuingia katika maisha ya huyu Mungu, maisha ya Utatu Mtakatifu. Mungu tunayemwabudu ni Baba mwenye rehema, rahum. Ni Mwana aliye zawadi ya upendo, monogenes. Ni Roho Mtakatifu anayejenga ushirika, koinonia. Na hivyo kadiri tunavyokuwa katika upendo, tunavyokuwa katika umoja, tunavyokuwa katika msamaha, tunavyokuwa katika kujitoa, ndivyo tunavyozidi kuishi maisha ya Utatu Mtakatifu hapa duniani na kujiandaa kutazama uso wa Mungu milele mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Shirika la Wakarmeli nchini Tanzania lenye makao yake makuu Kihonda.